Yeye ndio mwigizaji pekee wa Kihindi aliyepokea tuzo ya Filmfare katika mwaka mmoja katika vipengele vya mwigizaji bora na mwigizaji msaidizi bora. Akiwa ni mmoja wa waigizaji wanaotazamwa sana ndani ya Bollywood, aling'ara sana baada ya kuigiza nafasi ya Tina kwenye filamu ya Kuch Kuch Hota Hai na pia Inspekta Mkuu Shivani Shivaji Roy katika filamu ya Mardan. Mbali ya kuwa mwigizaji hodari, pia anahusika kikamilifu katika masuala mbalimbali ya kijamii, hususan elimu na haki za watoto ambazo ndizo anazopendelea kuzipambania zaidi. Mwigizaji huyu aliyeshinda tuzo nyingi anajulikana kwa kuigiza nafasi za wanawake wenye nguvu katika filamu zake nyingi sana. Pia amewavutia watazamaji na wakosoaji mara nyingi, huku akishinda tuzo ya Filmfare mara 7 hadi kufikia mwaka 2018. Akiwa anajulikana kwa majina mengine kama Kandala Girl na Rani au Queen of Bollywood. Hii ni story yake. Rani Mukherjee ni binti wa mtayarishaji wa filamu Bwana Ranjit Mukherjee na mwimbaji Krishna Mukherjee. Alizaliwa Machi 21 mwaka 1978. Ndugu zake kwa upande wa baba ni pamoja na mwigizaji Kajol, Tanisha Mukherjee, Monisha Bell na mwongozaji wa filamu Ayan Mukherjee. Rani alihitimu shule ya sekondari iitwayo Manekji Kupa iliyopo huko Juhu na baadaye alisomea sayansi ya nyumbani katika chuo kikuu cha wanawake kiitwacho SNDT. Kabla ya kuanza kuigiza filamu za Bollywood, alipata mafunzo katika taasisi ya uigizaji ya Roshan Taneja ambako Jimmy Shergill na Chandrachur Singh walikuwa ni wanafunzi wenzake. Alipofikisha umri wa miaka 16, mwongozaji wa filamu wa India aitwaye Salim Khan alimpa nafasi ya kuigiza kama mhusika mkuu katika filamu iitwayo Agale Lagja ya mwaka 1994 akiwa pamoja na Jugal Hansraj. Hata hivyo, baba yake hakutaka Rani aanze kuigiza katika umri huo ambao ni mdogo. Hivyo Urmila Matondkar alichukua nafasi yake. Akiwa ni mchezaji wa Odissi aliyefunzwa kitaalam, Rani aliigiza nafasi ndogo katika filamu ya baba yake ambayo ilikuwa inaitwa Be a Fool ya mwaka 1996. Alipopata nafasi ya kucheza kwenye filamu ya Raja Ki Aayage Baraat mwaka 1997, alikubali kwa shinikizo la mama yake, na hapo ndipo kazi yake ya uigizaji ilipoanza rasmi. Ingawa uigizaji wake ulisifiwa sana, lakini filamu hiyo haikufanikiwa kimauzo. Baada ya hapo, Kandala Girl alipanga kurudi kusoma, lakini alibadili uamuzi na akaigiza na Aamir Khan katika filamu ya Gulam iliyotoka mwaka 1998. Ingawa nafasi yake haikuwa kubwa sana, lakini wimbo uitwao Aati Kya Kandala ulivuma sana na filamu hiyo ikawa ni mafanikio yake ya kwanza ya kibiashara. Ilikuwa ni filamu ya kwanza ya Karan Johar kama muongozaji iitwayo Kuch Kuch Hota Hai ya mwaka 1998 iliyobadilisha kabisa maisha ya Rani Mukherjee. Uigizaji wake kwenye filamu hii ulimletea tuzo ya Filmfare kama mwigizaji msaidizi bora wa kike. The best supporting actress, the award goes to Rani Mukherjee. Kutokana na mafanikio hayo, alipata nafasi ya kucheza kwenye filamu nyingi zikiwemo Hello Brother, उधर नीचे उधर तूने इसकी आवाज सुनी और तू बोलती है गुंडा मावाली होगा कितनी पतली आवाज है इसकी Hath Kar Di Apne, not again really Bichu, तो क्या ये अभी फटेगा? 3 Badal, क्यों आग से खेल रही हो चल जाओगी जला दो मुझे, मैं जलना चाहती हूँ। Har Dil Jo Pyar Karega, जिसके खाते में आप सबको छोड़ के चली गई थी शादी करने, और वहां जाके पता चला कि वो मुझसे नहीं Kahi Ni Pyar Na Ho Jaye, टूट जाता है na Chori Chori Chupke Chupke. Come on, let's get out.
Baada ya mfululizo wa filamu zisizo na mafanikio, uigizaji uliompa umaarufu mkubwa ulikuwa katika filamu ya kwanza ya Shahid Ali kama mwongozaji iliyoitwa Saathia ya mwaka 2002, akiigiza pamoja na Vivek Oberoi. Uigizaji wake kwenye filamu ya Saathia ulisifiwa sana na ukamletea tuzo ya wakosoaji ya Filmfare kama mwigizaji bora wa kike. Mwaka uliofuata, yani 2003, Rani alichukua nafasi ya Aishwarya Rai katika filamu ya Charte Charte akiigiza pamoja na Shah Rukh Khan. Kupitia filamu hii, Rani alipata uteuzi wa tuzo ya Filmfare ya mwigizaji bora wa kike. तुमने ना जाना Filamu hii ikawa ni hiti kubwa na ikawa ni moja ya filamu zilizopata mapato makubwa zaidi duniani kwa mwaka huo. Baada ya hapo alionekana pia katika filamu za Yuva, Hum Tum na Veer Zahara, zote zikiwa na mafanikio makubwa na kumletea tuzo na uteuzi. Uigizaji wake wa kukumbukwa ulikuja zaidi baada ya kuigiza kama Michelle McNall, msichana asiyeweza kuona wala kuzungumza, katika filamu ya mwaka 2005 itwayo Black ya Bwana Sanjay Leela Bansal. Ili kujiandaa na filamu hiyo, Rani alitembelea taasisi ya Helen Keller mjini Mumbai. Ingawa awali alikataa nafasi hiyo kwa sababu ya changamoto zake, uigizaji wake ulisifiwa ndani na nje ya India. Filamu hiyo ilishinda tuzo 2 za taifa na tuzo 11 za Filmfare na ikatajwa na Time Magazine kama moja ya filamu 5 bora za mwaka. Uigizaji wake kwenye filamu ya Black ulifanya aorodheshwe kama miongoni mwa waigizaji 80 wa kihistoria bora zaidi wa Kihindi. Mwaka uliofuata, yani mwaka 2006, Rani alicheza kama Maya kwenye filamu ya Kabir Vida na Kehena. Licha ya kuwa na utata, filamu hiyo ilipokelewa vizuri na wakosoaji na ikawa na mafanikio ya kibiashara, na Rani aliteuliwa kuwania tuzo nyingi sana kwa mwaka huo. Baada ya mafanikio ya muda mrefu, kasi ya Rani ilianza kupungua. Baadaye aliigiza kwenye filamu kama Tarararam Pam, Thoda Pyari Thoda Magic na Dilbore Hadipa. Ili kuthibitisha kuwa yeye ni moja ya waigizaji bora, Rani aliigiza kama mwanahabari mwenye nguvu katika filamu ya No One Killed Jessica ya mwaka 2011 ambayo ilitokana na kesi ya mauaji ya Jessica Lal. Kupitia filamu hii alipata tuzo ya Filmfare kama mwigizaji msaidizi bora. Baada ya kuigiza katika filamu ya Talash The Answer Lies Within ya mwaka 2012, Rani aliigiza kama askari jasiri aitwaye Shivani Shivaji Roy katika filamu ya Mardan ya mwaka 2014 iliyoongozwa na Pardeep Sarkar. Baada ya mapumziko ya miaka 4, Rani Mukherjee alirejea katika filamu mwaka 2018 kupitia filamu ya Hichki ambapo aliigiza kama mwalimu anayeugua ugonjwa wa Tourette. Kisha mwaka 2019 alirudi tena kucheza filamu ya Mardan sehemu ya pili. Miaka michache baadaye alionekana kwenye filamu za Bunch au Babri sehemu ya pili ya mwaka 2022 na Mrs. Chatterjee vs Norway ya mwaka 2023. Mbali ya kuigiza kwenye filamu kubwa mbalimbali zilizofanikiwa, Kandala Girl amefanya special appearance kwenye nyimbo mbalimbali za filamu za Kihindi. Nyimbo hizi ni pamoja na Kaal Nagin Ke Jais kutoka kwenye filamu ya Man ya mwaka 1999, काली नागिन के जैसी जुल्फे मेरी काली काली, Mahive kutoka kwenye filamu ya Kal Ho Na Ho ya mwaka 2003, Diwangi Diwangi kutoka kwenye filamu ya Om Shanti Om ya mwaka 2007, na Firi Milenge Charte Charte kutoka kwenye filamu ya Rabne Bana Di Jodi ya mwaka 2008. Baada ya kufanya pamoja filamu ya Gulam, Aamir Khan na Rani wakasemekana kuanza kupendana sana. Wakati huo huo, ndoa ya Aamir Khan na mke wake wa kwanza, yani Reina, ilikuwa kwenye songombingo kubwa na baadaye wakatalakiana. Ingawa hawajawahi kukiri kuwa pamoja, lakini Rani amewahi kunukuliwa akisema amewahi kuvutiwa na Aamir Khan na pia ndiye mtu anayeweza kumpigia hata usiku wa saa 9 kumwomba msaada. Mwaka 2000 alipokuwa akirekodi filamu ya Hadhika
Farid Apne, uvumi ulianza kuenea kuhusu yeye kuwa na mahusiano na mwigizaji Govinda. Iliripotiwa kuwa mwandishi mmoja alipoenda kumhoji Rani nyumbani kwake, alimkuta Govinda akiwa amevaa nguo ya kulalia ndani ya chumba cha Rani wakati wa kurekodi filamu hiyo. Inasemekana Govinda alitumia pesa nyingi kwa Rani katika kumnunulia gari, vidani vya almasi na ghorofa la kifahari. Baada ya kujua hilo, mke wa Govinda yani Sunita akaondoka nyumbani kwake, lakini Govinda hakuwa tayari kumwoa Rani kwa wakati huo, hivyo mahusiano yao yakavunjika na Govinda akarudiana na mke wake. Yeye na Abhishek walisemekana kuwa na mahusiano, ingawa fununu hizi hazikuchukua muda mrefu. Mama yake Abhi, yani Jaya Bachchan, aliripotiwa kuwa na mapenzi makubwa sana kwa Rani. Abhi alipomuoa Aishwarya, stori za yeye na Rani kuwa na mahusiano zikafa papo hapo. Baada ya hapo, miaka mingi iliyofuata, kulikuwa na uvumi kuhusu uhusiano wake na mkuu wa kampuni ya Yashiraj Films, yani Aditya Chopra, lakini Rani alikuwa akikataa kutoa maoni yoyote juu ya hilo. Miaka kadhaa baada ya uvumi huo, Rani na Aditya walifunga ndoa katika sherehe ya faragha nchini Italia tarehe 21 Aprili 2014. Mwaka mmoja baada ya ndoa yao, walipata mtoto wao wa kwanza ambaye alikuwa anaitwa Adira, ambaye alizaliwa tarehe 9 Disemba 2015. Naam, hayo ndio makubwa na muhimu kumuhusu Rani Mukherjee. Je, ungependa kusikia stori ya mwigizaji gani au mfanya filamu gani kutokea duniani kote? Kumbuka kusubscribe katika chaneli hii, bila kusahau kuandika filamu ulizozipenda kutoka kwa Rani Mukherjee. Tukutane video inayofuata.